Guys. Vipi sister? Nilikuwa nakutafuta. Sasa sikiliza. Mimi hapa tayari kimeshawaka, nimeitwa ofisini. Natakiwa kuondoka. Kama unavyojua. Humu ndani huyu mdogo wako huyu chizi huyu. Na huyu binti. Yaani nimeona mengi sana anayomfanyia binti wa watu. Sasa usipokuwa makini sijui kama watakuwa mke na mume ama ndio utakuta amebaka mtoto wa watu kamharibu, sijui. Ile inabidi uwe makini sana. Kama utamchukua kwenda naye kazini labda uweke whatever, yani mweke popote, yani ili tu awe salama. Naomba sana kuwa makini kwa sababu mimi ninavyoondoka mdogo wako hakika kashaenda chuo. Sio, unanielewa? Basi haina shida, nitajitahidi kufanya hivyo basi. Yani naomba uwe makini. Be very very careful. Okay, poa. Basi mimi ngoja nijiandae one time niondoke. Sawa. Aris amepambana huku na kule apate chochote ali mambo pato magumu. Aris haoni chema tumoja anayofanya yote wanamuona mjinga. Oh, Aris. Kajiandae basi leo itabidi tutoke wote sawa? Kila anachofanya bado anaonekana mjinga. Aris, 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 oh Aris. Sasa nimekwambia nipitie hesabu, nimemaliza hapa sasa hivi. Sawa? Na vipi ilikuwaje ukamwachia yule muuni funguo? Alinilazimisha nimpe ufunguo kwa sikuona shida. Okay, na vipi kuhusu mama yako huko ulikosema? Anaendeleaje? Mama anaendelea vizuri lakini sio sana. Okay. Ila mazingira ya kuishi ushapata tayari ya yeye? Hapana. Kwa nini sasa, na ingali nilikwambia mimi nitakusaidia au uliona mimi siwezi nikakupa msaada wote? Hamna, sijamaanisha hivyo. Sasa kwa nini ulifanya hivyo sasa? Mpaka unafika stage unaenda kuomba tena sehemu ya yeye kuishi wakati nikwambia mimi nitakusaidia. Uniamini kiasi hicho? Kaka, naona kama nitakupa shida vile. Oh, nasikia nikwambie kitu. Mimi ndo niliamua kujitolea kwako. Sawa? Ila hii naifanya tu kama kaka yako. Usiniwaze kwa ubaya ukafikiri labda na shida nyingine. Sawa? Kwa kukwambia na kusaidia nimemaanisha kutoka moyoni mwangu. Na kusaidia kama kaka yako tu. Aya, asante. Baby tayari? Okay, tuondoke basi. Nilikupatia kazi. Umeifanya? Kusema kwa shogangu, nimeifanya. Lakini nimejitahidi. Nikajitahidi. Bwana yule haingiliki. Sijui unaelewa? Ini ujanja wote huu. Degree yote ulojaza hapa pia umemshindwa kakaangu wewe. Jamani, mbona niangusha? Sasa mishogangu nimfanyeje? Kama mtu nimejaribu hata kumuongea nakwambia kumpa vineno. Mtu kakaza anakuambia vile alivyo yuko serious, utasema kapa ulinzi kwenye geti la jeshi. Mimi naweza kweli? Sio mbaya. Tuachane na hiyo. Sasa sikia. Na mchongo mpya. Jumapili, Jumapili kuna sherehe ya brother wangu. Sio nataka fanya ufanyavyo, usikose. Nataka uje.
Yes. Ni party ya kaka yangu. Ni birthday. Umenielewa? Nimekuelewa shogangu. Kuhusu hilo ondoa shaka. Yaani kwanza fanya kama unaniona hiyo Jumapili nitakavyoingia. Mbona mwenye atasalenda? Sema nimeboeka sana. Mimi nitarajia itakuwa ni kazi rahisi kumbe. Lakini haina shida. Fanya Jumapili njoo. Poa shoga wangu usijali. Hilo halina shida. Tutaendelea kubuni mbinu za kumpata wewe kakako. Wala hata usijali. Kuna hiyo party nitamaliza kila kitu. Na hisi unashangaa sana leo kutoa simu. Ndio. Na kawaida ujue siku kama hizi ambazo napataga free na kwa nyumbani singii kazini, huwa napenda sana nitoke nizunguke ni refresh mind. Nikaona si vyema bwana nikuchukue tukatembee wote angalau tubadilishane mawili matatu. Kwa hiyo naona sasa hivi kuna vitu vingi na kuona kama huko sawa. Hamna, namfikiria mama yangu tu. Yaani mama wako mzazi wewe hujui sema anapoishi sasa hivi? Ndio. Kwani nyumbani kwenu vipi? Pale nyumbani kwetu. Ndio. Yaani ilikuwa siri ya baba na mama, kwa hiyo sikugundua tumefukuzwa. Pole sana. Lakini mbona muda wote hujaliongelea hilo swala? Na umekaa kimya unaumia peke yako? Sababu ujue sisi tushakuwa kama familia. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukaongea kitu si wote tukaingia tuambie tunafanya kitu gani. Lakini ukisema ukae kimya hivi inakuwa inakupeni wewe unateseka wewe, sisi tunakuja unakuta na mawazo tujue unawaza kitu gani. Na lakini ungeongea pale sisi tungejua tutalisolve vipi. Si nyumbani pale kuna nyumba kubwa ile. Unaweza ukakaa, mama yako pia anaweza kupata sehemu ya kukaa na akakaa vizuri. Naelewa. Kwa embo kuwa mwazi. Funguka tu niambie kila kitu ama kinachokusumbua. Yaani kaka sijui mamangu yuko wapi. Na sina msaada mwingine. Kote nikienda ndo hivyo yani. Yaani sijajua yani sielewi. Lakini embo acha mimi ile swala nilifanye. Ndio nitakusaidia vipi? Cause na sipendi kuona ukiwa una furaha. Sipendi kuona ukiwa ni una amani muda wote. Asante kakaangu, maana upo tofauti na wenzako. Kawaida usijali. Asante kwa hilo. Aris amepambana huku na kule apate chochote ale, mambo pato magumu. Aris haurichema tu moja umenigandisha hivi. Uje nimekuendesha kwa sababu gani? Una yule mdada tulokutana naye jana yule? Yule dada mwanangu amehamishwa shule kipindi tupo darasa la 3. We. Ni muda. Kwa hata nilivyomuona vile nilikuwa sina hata kumbukumbu kabisa kama ni yeye. Kama kuanzia la 3 lazima uwezi kumbuka. Kweli. Sasa ujue leo nimekuita hapa. Nikwambie kitu kimoja. Ndio. Sasa unajua pale nyumbani tunamfanya kazi pale kwenu? Afu na muda sijafika. Sasa hivi baba alileta mfanyakazi. Sawa. Na huyo mfanyakazi ana changamoto moja. Nyumbani kwao walipokuwa wanaishi walifukuzwa. Na nyumba ikawa imefanyaje? Nyumba ikawa nasikia nyumba inauzwa. Nyumba yao yule binti. Nyumba yao inauzwa. Sasa kwa binadamu nilikaa naye. Kanimsikiliza anavyoongea na kuna siku mama yake amekuja nyumbani pale. Inaonekana mama yake anatangatanga hana pa kukaa. Changamoto. Kwa sasa unataka kufanyaje nyumba? Unataka kufanyaje ndugu yangu? Nilichoplan kitu kimoja. Nataka nifanye mchakato
kama ile nyumba haijauzwa mpaka sasa hivi. Nikainunua. Ujue yule ni binadamu. Sawa. Kwa maana hiyo unataka kumnunulia yule binti? Yeah. Nataka ninunue, lakini sinunui kama unavyofikiria kwamba nanunua kwa sababu namtaka. Yule binti bwana ni mtu ambaye nimemwona yani muda mwingi sana. Hana amani, hana furaha. Naelewa. Kwa hiyo nikawaza kitu kimoja. Ngoja ninunue ile nyumba. Kwanza ili yule binti naona ili awe na amani, tabidi yule mama yake asiende kuhangaika vile. Kwa hiyo una mpango wa kumsaidia yule dada? Of course, mpango wangu ni huo, lakini sasa nahitaji wewe mwenyewe unisaidie kitu. Ile nyumba siwezi nikainunua kutumia jina langu mimi. Nahitaji nitumie majina yako. Wewe bwana. Serious, unajua kwa sababu gani? Nilikaa nikawaza, endapo nitanunua ile nyumba, nikatumia majina yangu kila kitu. Kwanza yule binti, sijui kama ataona kama vile ni huyu mbona nini, sio atanichukulia vipi. Sawa, mimi sihitaji yule binti ajue kama mimi ndo nanunua nyumba, na pia sihitaji hata nyumbani pale wajue kama mimi ile nyumba ndo nimefanyaje, ndo nimenunua. Sasa wewe tumia jina langu. Endapo kutatokea changamoto nitakucheki. Mimi ndo bana nakubali hapa. Dazo tunashindana rafiki yangu. Ili eneo linauzwa bei gani? Ili eneo linauzwa. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, ili eneo tayari nimeshamkabidhi dalali, na maana lipo kwenye mikono ya dalali. Ndo ambaye nimemwachia hii kazi, na hapa tu nilikuwa nataka kutoka, ila nikasema ngoja nivute muda kidogo kwa sababu alikuwa anakuja na mteja ili tuandikishane, tumalizane, niwakabidhi, wanikabidhi changu, basi sisi tuendelee na taratibu zingine. Sasa kaka, mimi naomba msaada wako. Ili eneo nalihitaji sana 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 sana. Lakini pia ukiachana na hilo, mimi nitafanya favor kwako. Kwenye asilimia ya kuuza, mimi nitakuongezea 20%. Hiyo nitakayoongeza ni kwa ajili yako wewe. Kaka, hicho bado kitakuwa ni kipengele. Kwa sababu mpaka kampuni inajua kabisa dalali ndo anaifanya hii kazi, na mtu tayari anakuja baadaye kulipia. Sasa uone kama nitakuwa nimeenda kinyume na inavyotakiwa na utaratibu. Mimi ngoja nikwambie kitu ambacho kinasababisha ninunue hii nyumba. Unamjua mama na ambaye alikuwa anaishi kwenye nyumba hii? Yani sio kama namfahamu kivile, ila mume wake ndo nilikuwa nafahamiana naye zaidi. Kwa sababu mume wake alikuja kwenye kampuni yetu akachukua mkopo. Ndo sababu ya kuuza hili eneo. Na yule mama nilimkuza pamoja na mtoto wake. Sasa kaka, mimi sikufurahishwa na kile kitendo. Na ukiwa kama binadamu, hebu jaribu kuvaa roho ya huruma, sawa? Mimi ile eneo nataka ninunue kwa ajili yao. Yaani nataka niwarudishe wao ndo waje kuishi hapa. Kwa sababu sasa hivi nimefuatilia yule mama anahangaika sana. Na isitoshe baba alimsaidia mwanae yule mama anakaa nyumbani kwetu sisi. Sawa? Lakini mama yake mpaka sasa hivi anahangaika mtaani, hana sehemu ya kukaa. Ndio maana nafanya hivi, nimeingiwa na huruma sana. Nataka ninunue ile eneo, ni mradi tu yule mama aje arudi aishi kwenye makazi yake. Asihangaike. Kuona kuomba. Na pia naomba msaada wako. Unisaidie mimi, unawasaidia hata wale. Sawa? Najua na wewe ni binadamu, hebu kuwa na roho ya huruma. Mimi nataka nitoe hiyo pesa. Sawa, ndio maana nimekwambia nitakuongezea 20%. Ni mradi tu niweze kulifanikisha hili mama aweze kufanyaje? Aweze kurudi kwake hapa. Sawa, ni kweli kaka unachokiongea. Sikuwa na la kufanya kwa sababu nimeshaagizwa na inabidi nifanye hivyo.
Sasa kama wewe unataka kununua, basi inabidi mimi nikae na kampuni ili tuweze kuandikishana, basi uweze kulichukua eneo. Basi kaka, utakuwa umetisha sana. Naomba nisaidie kifo. Nisaidie hata ikiwezekana kwa leo hii hapa. Kama unaweza kutoka sasa hivi kaenda kuongea na kampuni, waelekeze, waambie kuna kijana amekuja anahitaji ile eneo. Usiwaambie kama anahitaji nimrudishe umama. Wewe waambie tu kuna kijana anahitaji ile eneo, kuna biashara atakaifanya tu hapa. Umeona? Kwa naomba nisaidie sana kaka. Sawa. Basi sasa wewe mzigo si upo? Kwangu mimi uhakika. Upo kamili? Kwangu uhakika kaka upo. Mama, afadhali nimekuona bana. Pale nyumbani nimerudi sijakukuta, Ndio umefanya nini sasa mama? Mwanao pale kaje kakuulizia vile vile. Hatuna ubaya wote mamangu, lakini umeondoka hata bila kuniaga kweli? Baba, haya yote kutangatanga na dunia tu babangu. Natafuta sehemu ya hifadhi pale, si umeniambia unataka kupangisha, ndugu zako wanapataka. Kwa hiyo ndio maana nahangaika, ila kuna mtu niliongeaga naye, nilimuomba sehemu akataka kanipa hifadhi. Sasa huyo mtu amefariki, ndugu yake wakaenda msibani. Kwa hiyo ndo nahangaika sema kupumzika, akirudi msibani anipitie. Sawa, lakini mama hata taarifa mama kuniambia mama mwanangu mimi naondoka mara moja, kuna mtu labda nasema naye kuswala la hifadhi. Kuvurugwa tena mwanangu, utaniswame. Tutaswameana. Swameane tu babangu, lakini tufanyaje? Sawa. Shikamoo. Mama za nyumbani. Salama kwema kabisa. Wema. Sawa vipi ndugu yangu? Kama kawa. Namshukuru Mungu. Ana fresh. Kama kawaida. Sasa mama. Samahani niko na shida na wewe. Maana nimezunguka sana, nimekutafuta huko sikuoni. Sawa, hamna shida. Unafahamiana naye? Sawa. Aris amepambana huku na kule apate chochote ali, mambo pato magumu. Aris haurichema hata moja, anayofanya yote wanamuona mjinga. Kwanza baba samahani. Ndio. Mimi hapa hapo nileta nyumbani kwangu na kwanza nimefukuzwa hapa. Mama nitatina hapa mimi nishaondoka hapa. Sasa hivi hapa uko huru. Huru? Huru wa nini? Yaani ina maana kwamba sasa hivi unaweza ukaishi tu hapa. Hakuna mtu yoyote yule wa kukuletea fujo wala ugomvi. Nadaiwa baba mimi hapa. Nitaishi vipi? Mamangu, mimi ndo ninayekuambia sasa hivi hapa uko huru, ikiwa na maana. Unasema kweli babangu? Mamangu. Siogope. Karibu umerudi Sasa hizi mko huru hapa, mnjoni mwishi. Yaani hakuna mtu yote atakayekuja mama kukusumbua tena. Mwenyezi Mungu akulipe mwanangu. Usijali mamangu. Mwenyezi Mungu akusimamie. Nashukuru. Mwenyezi Mungu akusaidie sana mwanangu. Kukupe. Yaani adui mbaya Mwenyezi Mungu amlani. Usijali sana. Nashukuru sana, vijana kama nyinyi ni wachache karine ya leo. Basi nyumba hii hapa, kiongozi huyu hapa nishaongea naye, kampuni tayari tushamaliza nayo. Mimi sasa hivi naingia kazini. Kwa hiyo unaweza ukabaki anakuelekeza maelekezo mengine huyu. Na hisi tutaonana hata wakati mwingine. Nitakuja na binti yako pia atakuja kukutembelea hapa muda si mrefu. Asante sana babangu. Basi haina shida mama, ngoja nikuache. Sijui nikuambie nini babangu, jinsi nilivyofurahi. Kawaida mamangu. Karibu kuwa huru, jisikie huko nyumbani. Asante sana. Kuwa na amani kabisa. Sasa kiongozi, mimi nilikuwa naingia kazini, ngoja niwaache. Pamoja sana. Poa, tuko pamoja. Basi haina shida mama. Mwanangu, Mwenyezi Mungu akusimamie. Sijali sana mama. Nashukuru sana. Kwa heri. Karibu baba. Karibu sana mamangu. Nashukuru baba.
Karibu, vitu vyako vyote vipo, nishavirudisha, nishavipanga. Kama kuna chochote ambacho kitapungua, basi utanipigia simu, utaniambia, utarekebisha. Lakini ninapojua vitu vyote viko sawa sawa. Nashukuru sana. Karibu sana mama. Nashukuru kwa wote. Pole sana. Asante. Mwenyezi Mungu mkubwa. Haya mamangu, mimi ngoja nikuache basi, mimi naondoka. Karibu baba. Haya, asante mama. Aris amepambana huku na kule apate chochote ale, mambo pato magumu. Aris haoni chema hata moja, anayofanya yote wanamuona mjinga. Aris watu wote wanampinga, kila anachofanya bado anaonekana mjinga. Aris, 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 Aris.